kakaangu, samahani. Wewe dada una akili kweli? Unatembeaje unaangalia chini? Samahani, nimedondosha hela yangu. Uko ulipotoka hujaiona labda? Sijaona. Haya sawa, samahani kaka. Sitaki kusikia sauti yako mjinga wewe. Yaani mimi natafuta pesa kwa shida na hangaika kwa ajili yako, unapoteza hela kirahisi. Wewe unaweza kutafuta hela wewe? Tena usiniambie kole yako nisamee na kwambia. Tena neno lako sitaki kusikia kusamee. Kaa kimya mpumbavu wewe. Yaani mimi napambana natafuta kwa shida na pambana hata ujinga. Niliko hapo. Hapo ndio mjinga kumbina kukaa. Simama. Hivyo unakula wewe. Ndani huko. Mimi mtu anapoteza hela kizembezembe tu. Alafu baadaye sina hela kula, sina hela nini? Yaani kama umemonga mwanamama wako nje utajua mimi ni nani mjinga wewe. Mpaka irudi 10,000 hiyo. Pumbavu. Ukija ukiwa pale mpaka ulete hela hiyo. Mambo. Poa. Unanikumbuka? Hapana. Jana wakati unatafuta hela tukagongana hivi. Tukabishana kidogo hivi. Okay, nimekumbuka. Jana nilikota hela. Asante kakaangu. Nilishindwa kurudishia kwa sababu binti yangu alikuwa anaumwa. Na nilikuwa sina hela nyingine. Kwa hiyo nienda kumnunulia dawa. Sasa jana wakati natoka kumnunulia dawa nikakuona hapa. Nikasema vizuri. Kwa hiyo nikasema nikipata hela yako nitakurudishia. Bahati nzuri leo nimefanya kazi, nimepata hela, nikasema nikurudishie pesa yako. Kakaangu, ubarikiwe sana. Watu wachache sana wenye moyo kama wako. 10,000 usahau unaniletea kweli kakaangu, hata kama umeokota jamani. Nashukuru sana kakaangu, asante. Kawaida, unajua Mungu wakati anaumba binadamu akuumba watu wote wabaya. Ni kweli. Aliumba na wazuri, na wazuri ndio kama sisi na wengine pia. Nashukuru sana. Sawa, mimi nikutakie siku njema. Sawa, asante kakaangu, asante. Asante. Kwa yule ndio boya wako, si ndio? Hapana, nini wakati nimejionea kwa macho yangu mtu anatoka ndani na unamwangalia unacheka mpaka nasogea hapa na unastuka wewe. Hajatoka ndani mume wangu, hajatoka ndani. Alafu ndio maana nakubatuaga wewe. Yeye unabishana ukweli, mtu ametoka kabisa ndani namuona hapa anaondoka na malizikio unamwangalia kwa tabasamu. Jana aliniokotea hii hela, ndo alikuwa kaniletea tu hapa sasa hivi ananiambia hela yangu. Sijui mume wangu mimi yule simjui. Hela gani? Hebu lete kwanza hela. Lete kwanza hela. Ndio hela hiyo ya jana ilopotea sasa. Wewe hela ya jana mimi naijua. Hii hela sio ya jana. Hela mpya kabisa hii. Mume wangu. Yaani yule mmetoka mmefanya mapenzi, amekupa hela ndo alikuwa anaondoka.
Haki ya Mungu mume wangu mimi sijawahi kulala naye yule na yani kaja kaishi hapa mimi nilikuwa nataka nifagie mume wangu. Haki ya Mungu mume wangu. Hujamaliza yani wewe hujamaliza kosa la kwanza, tayari ushaingia kosa la pili. Hiyo ndio maana nakubali. Twende ndani nakwambia. Twende ndani. Sister. Mbona unalia? Amna, kuna mambo yangu tu hapo sawa. Najua unanidanganya. Najua kama mumeo anakunyanyasa, anakupiga, anakutesa sana. Nikupe tu pole. Umejuaje? Kuna siku nilipita nikakuta anakupiga na kukusema sana na kukutolea maneno machafu. Kiukweli hata mimi leo iliniuma. Binafsi yangu kile kitu kiliniuma sana, lakini nilikuwa sina cha kufanya. Kwa hiyo nikwambie tu pole, lakini pia ni changamoto za maisha. Kuna day moja haya mambo yote yatakwisha na utafurahia ndoa yako. Asante sana kakaangu, asante nashukuru. Hivi unaitwa nani? Mimi naitwa Arisi, sijui mwenzangu. Mimi naitwa Breeze. Hivi unakaa wapi? Mimi nakaa tu mitaa hii jirani, nakaa tu. Vipi, unataka twende ukapaone nyumbani kwangu? Kwani nikapaone? Unaweza nikakusaidia. Usijali, naweza nikakusaidia. Sikukaa na shida ukaja nyumbani kwangu nikakusaidia. Shida? Shida gani kwa mfano? Shida inaweza ikawa yoyote. Unajua sisi binadamu na binadamu tunapata matatizo mbalimbali. Unaweza kuzunguka huko, alafu shida yako mimi ndio naweza nikaitatua. Sawa basi twende, maana hapa niko na wahi sokoni nikachelewa. Yakawa mengine tena. Twende tu nikapaone mara moja afu niwahi. Okay, sawa. Twende. Sawa. Bwana usichoke kuja kuona hapa ndo nyumbani. Karibu sana. Sawa, asante nashukuru. Hapa tunakaa tuna mti yangu hasa. Yani ukikosa mimi utakuta yeye, ukikosa yeye utakuta mimi. Karibu sana. Asante nashukuru. Sasa baba viatu tukusindikiza mgeni. Siendi. Wendi? Kwa nini? Nataka kuangalia TV. Ni sawa tu mwache mtoto. Toto, bye. Wewe. Sonagwa. Hamna usijali, ni sawa tu watoto. Naelewa. Afsa. Afanya? Nafanya homework. Vizuri. Na ufanye vizuri, wala ukose. Na kama utaona kuna swali ulielewa utaniambia pia. Hivi
Kwa nini jana ulimjibu yule dada vibaya? Baba, kwa kweli mimi sijampenda. Haumpendi? Kwa nini? Ndugu yangu tu imemkataa. Alafu baba, yule mtu si mzuri kwako, kwa naye makini. Mume wangu, nilikuita hapa, nilikuwa naomba tu tuzungumze kidogo. Najua mume wangu, nimekaa chini nimejifikiria. Haya masuala yalikuwa unanipiga. Tena kibaya zaidi unanipiga hivi hadharani mume wangu. Nikichelewa kurudi sokoni unanipiga mume wangu, nikichelewa kupika unanipiga. Juzi tu mume wangu nimepoteza hela, umenipiga nusu ya kuniua mume wangu, na kweli pesa mimi nilikuwa nimepoteza mume wangu. Kwa mume wangu, mimi nilikuwa tunakuomba, yaani natamani hata nikushauri kama kweli utaweza kunielewa. Punguza kunipiga mume wangu. Nimekosea, jaribu kukaa chini na mimi nieleweshe. Mimi nitakuelewa mume wangu, lakini mambo ya kukaa tunapigana mume wangu sio sawa kabisa. Wewe. Kwa hicho ndio kitu ambacho umeshauriwa na mashoga zako, si ndio? Hapana mume wangu. Hamna kitu wanawake mkazungumza kama mjeshauriana na mashoga zako. Ina maana umeenda kuhadisia mashoga zako siri za ndani kwetu kwamba mume wangu ananipiga mimi. Ndio maana mmepeana huo ushauri kwamba kaongea na mume wake staarabu. Hivyo unafikiri unaweza kunibadilisha mimi maamuzi yangu wewe? Nikipita kila mtu anajua yule jamaa anampiga mke wake, si ndio? Hapana mume wangu, sio hivyo. Mimi nimejaribu tu kukushauri mume wangu. Unapokuwa unanipiga hivyo kila mtu anaona mume wangu, na mimi najisikia vibaya mume wangu. Sasa kwa taarifa nikupe tu neno moja kwamba hapa ndo umezidi kuyakoroga. Yaani kama umezidi kuyakoroga kabisa. Na kama dozi nitakuwa nakupa asubuhi, mchana na jioni. Mimi siwezi kukaa na mwanamke unafanya ujinga eti na kuangalia. Hujapika mapema, hujafanya vitu vinavyoeleka, unapoteza hela ovyo. Akati mimi ndo mtafutaji. Au unaita hela umndani. Sasa kama uleti hela, kwa nini nisikuadhibu kama unakosea? Nyie bila kushurudishwa nyie uaga amuelewi. Basi nisamee mimi kama nimekosea kukuambia. Naomba tu sio umekosea. Ukitaka mimi na wewe tuelewane, usio unafanya makosa, usio unafanya mambo ya kijinga. Na mimi nahisi kabisa akili zako bado hazijakaa sawa. Hebu tangulia kwanza ndani huko. Mume wangu nini? Hebu ingia gere juu, kwa mimi nataka nimalize shughuli yangu niondoke hapa. Mume wangu sasa hivi. Sio unataka muda gani? Mume wangu nini? Wewe hebu tangulia bwana. Au mpaka upigwe ndio uelewe. Sasa jiandae chapchap basi. Na ngoja leo nimkomoe mjinga, namalizia sila zangu huko ndani. Sawa. Chap. Alisemaje? Nimezungumza naye ila haonyeshi kabisa dalili ya kunielewa. Baya zaidi kanifokea nigena. Aisee rafiki yangu, wewe acha tu. Pole sana. Lakini unajua ni ngumu sana kumbadilisha mtu kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Hasa tabia ya mtu. Yaani tabia ya mtu ni kama nguo ya mtu anaovaa, ni size yake. Kwa hiyo jaribu kwenda naye taratibu. Najua atakukela, najua atakuuzi, najua atakufanyia vitu ambavyo kwako wewe vitakuwa ni vibaya sana. Lakini kwa vile unampenda na unapambania mapenzi yako, jaribu kupambana kila siku kumuonyesha kwamba vile anavyovifanya kwako wewe ni nothing. Nitajaribu lakini naogopa. Naogopa kabisa. Naogopa kiasi kwamba nahisi anaweza hata kanifanya kitu chochote kibaya. Na ninampenda sana mume wangu, nampenda sana. Kiasi kwamba saa nyingine hata akinipiga maumivu anayonipatia, naona kama ananikuna tu. Lakini nikikaa chini naumia, yani sijui hata nifanyeje kwa kweli. Usikate tamaa. Sawa. Lakini kazi ngumu sana, na
pia inaonekana mume wako, inawezekana tabia yake hii huenda nyuma kuna vitu vibaya alikutana navyo. Ndio si kawaida mtu tu kupiga ovyo, sidhani. Eza labda kama anatumia vilevi, labda bangi, pombe, eza tukasema hizo akitumia, lakini kama atumii hivyo vitu na ana hiyo tabia, mimi na imani kwenye maisha yake nyuma huko kuna vitu ambavyo huenda havikuwa sawa. Kwa cha msingi wewe jaribu tu kuwa naye karibu, akifanya makosa uchukulia makosa yake yani kawaida, hata kikupiga wewe fanya kila kitu. Sawa? Tajitahidi, ilikuwa ni ngumu. Ndio hivyo, ndo maisha. Hivyo mpumbavu unanitafuta nini mimi? Unanitafuta nini hapa mtaani wewe? Hapana mume wangu, sio hivyo mume wangu, umeelewa tu tofauti. Mimi nimetoka kukinga maji mume wangu. Nielewe vibaya nini? Nimekuta mtu umekaa naye hapa na ni mara ya pili nakuta na yule mtu mmoja. Andanganya na leo basi. Mume wangu sio hivyo. Mimi nimetoka tu kisimani kukinga maji mume wangu, yeye ndo kaja tumia hapa kanisimamisha. Kwa ina maana haya maji ndio sababu, si ndio? Haya maji ndio sababu. Hapana mume wangu. Yaani mjinga wewe.